Revival Churches of Kenya presents Sermon by Mrs. Anne Kamau. You are highly welcome and be blessed. Sasa nataka kuzungumzia hiki kipawa ambacho Mungu amepeana katika kategori ya vipawa. Bwana Yesu asifiwe, ambacho ni wisdom of God. Sasa kuna mambo mengi ambayo sisi wa Kristo kidogo hatufahamu. Ni kumaanisha ya kwamba hatumtafuti Mungu katika ile njia inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wakati umeokoka ni vizuri ukae ukijua ya kwamba Mungu hupeana vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya kipawa ambacho Mungu hupeana ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine wetu hatujawahi pata hiyo hekima na tuweze kuishika na kukaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hekima inasaidia mtu kukaa katika njia. Hekima inasaidia mtu kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajaribu kufanya interpretation ama kuleta maana ya neno hekima. Nikasema ya kwamba huu ni uwezo ambao unapeanwa na Roho Mtakatifu kujua mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapopewa huu uwezo na Roho Mtakatifu ili ya kwamba ukaweze kujua mapenzi na makusudi ya Mungu, inafanya ya kwamba ukaafikie hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara mingi wengi hatujui ni aje tutaweza kuafikia haya makusudi ya Mungu. Hatujui tutaafikiaje hii hatima ya Mungu. Leo ninakuja nikuambia ya kwamba unahitaji hekima ya Mungu. Uweze kujua na kufafanua na kutofautisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Methali 2 mstari wa 4, na hii andiko inaelezea hekima ni nini. Mstari wa 4 inasema, ukiutafuta kama fedha na ukiufuatia kama hazina iliyositirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Methali inasema ukitafuta nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiitafuta kama fedha, jinsi tunavyotafuta pesa, hekima hutafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiifuatia kama hazina iliyositiriwa. Hizi treasures zinapatikana aje? Hazina hizi zinapatikana aje? Ni kutafuta hekima kama fedha. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inaendelea inasema ya kwamba mstari wa 4 wa 5, ndipo utakapofahamu kumcha Mungu ama Bwana na kupata kumjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapotafuta hekima, utakapotafuta hii hekima ambayo tunazungumzia ambayo ni wisdom, utapata kumjua na kumfahamu Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kupata matunda ama matokeo mazuri ya hekima, lazima uwe mtu mwenye bidii katika kuitafuta. Na unaitafutaje? Unaitafuta katika kusoma neno la Bwana, unaitafuta katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana saa hizi kumejaa hekima nyingi sana. Saa hii kumejaa mafunzo mengi sana ambayo yanapoteza watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hekima ile ambayo haiwezi kukupoteza inapatikana katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hekima pia ni source ya knowledge and understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ama hii wisdom ambayo tunazungumzia ni source ama ni kiini cha hekima ama knowledge. Tutaitaje knowledge na Kiswahili? Knowledge and understanding. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hii wisdom imefichika kwa wale watu ni wapingamizi. Na Biblia inasema even to the foolish. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hekima haipatikani tu virahisi hivi. Nimesema lazima ya kwamba uitafute. Lazima utie bidii. Ili ya kwamba utakapopatiwa hizi hazina ambazo tunazihitaji, utakuwa na hekima ya kuzihifadhi. Utakuwa na hekima ya kujua ya kwamba niko na kipawa fulani, nahitaji kukitumia namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu katikati ama miongoni mwa Wakristo, Bwana amewachilia vipawa, Bwana ameachilia mambo makubwa sana, lakini tumeshindwa kutambua, tumeshindwa kuvitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unapata kuna mtu amepewa kipawa cha prophecy, anataka kukitumia vibaya, anataka kumanipulate watu. Unahitaji hekima ya Mungu katika jina la Yesu.
Bwana asifiwe. Kuna watu wamepewa vipawa vya kuponya, lakini hawajui jinsi ya kuzishikilia, hawajui jinsi ya kuzimaintain. Wanataka kumanipulate watu, wanataka hata wauzie watu vifaa ambavyo wanataka kuvilinganisha na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu tunastahili kuapply ni kile chote kinatoka katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Huwezi kuja hapo utuambie kwa sababu Bwana amekupea kipawa cha kuhubiri, unaanza kutuuzia vifagio. Bwana asifiwe. Unaanza kusema ya kwamba kama huwezi nunua kifagio, hauwezi ukapokea uponyaji huyo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni shetani na ashindwe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Yesu alipokuwa akifanya huduma zake, hakuna mahali tuliona Yesu akiuza handkerchiefs. Hakuna mahali tuliona Yesu akiuza t-shirts. Bwana asifiwe. Hakuna mahali tuliambiwa ati anointing oil ubebe wende ukikunywa ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji hekima ya Mungu. Na kwa sababu Bwana ameachilia hizo baraka katikati yetu, ni juu yetu tukue na hekima ya kuzitambua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hekima ni moja ya hazina hizo. Hekima ni moja ya hizo baraka ambazo tumekuwa tukitafuta. Hekima ni moja ya hizo ambazo tunatarajia Mungu atubarikie. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba then you will understand the relevant and worshipful fear of the Lord and find the knowledge of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna version inasema ya kwamba you seek wisdom like silver. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema ukitafuta kama fedha na ukiutafutia kama hazina iliyositirika. If you seek us. Bwana asifiwe. Unaona hapo imesema ha. Kwa hivyo hekima imefananishwa na mdada. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hekima imefananishwa na mdada. Ni kumaanisha ya kwamba kuna udhamana fulani uko katika hili jambo la hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa tuitafute kama fedha. And we search. Nataka una underline hizo maneno. You seek and you search. Bwana asifiwe. For her as for hidden treasures. Ni kumaanisha ya kwamba hii hekima si wazi, imefichika. Na ni lazima uitafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakopa madeni, wanaenda kununua viti kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kukosa hekima. Bwana asifiwe. Huwezi ukachukua deni uende ukafurnish nyumba yako. Hauwezi ukachukua deni uende ukanunue 42-inch television. Hauwezi ukachukua deni ukalipe deni kwa sababu hujasuluhisha. Na tukafunzwa tukaambiwa ya kwamba tukiwa Wakristo na tukitaka maisha yetu ya faulu, kwa sababu hili ndilo jambo ambalo limetuangamiza na limetufinyilia kama Wakristo, lazima tuache kukopa. Lazima tupate hekima. Bwana asifiwe. Na tuache kusotwa vidole. Kama unakopesha fulani na ni Mkristo, siwezi. Bwana asifiwe sana. Wakristo tumekosa hekima ya kwamba hatustahili kukopa na tukose kulipa. Bwana asifiwe. Tuache ile msemo ya kwamba ataelewa. Nimekopa Mkristo mwenzangu, atasikia huruma, hata nitukana, hata niongelesha vibaya. Dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama uko hapa siku ya leo, hekima ni kulipa deni. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo hekima. Bwana asifiwe sana. Wacha kuharibia jina la Mungu ya kwamba Wakristo wamekataa na madeni. Ukipita mahali unapointiwa, umeenda umeharibia jina la Bwana kwa sababu ya madeni. Unakopa hapa, unawacha. Unakopa hapa, unawacha. Dakika ya mwisho unahama. Bwana asifiwe. Hekima ni kulipa deni. Na hatusemi usilipe deni, usikope deni, chukua. But ufanye nini? Ulipe.
Tumesema tuitafute, we seek like silver and we search like hidden treasures. Hizi hazina zimefichika. Ni jukumu lako na ni jukumu langu kuhakikisha na kuchukua hatua ya lifetime. Aliwahi barikiwa na kitu, akabarikiwa na fedha, akabarikiwa na chance fulani, lakini akaitumia vibaya kwa sababu ya kukosa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alipata pesa, badala angefanya jambo ambalo lingemsaidia katika maisha yake, akakosa hekima. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hatukuji hapa tukwambia ya kwamba okoka utaweza kupata gari. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Okoka na umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uweze kuyaokoa maisha yako kwa sababu ya mabaya yaliyoko ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameichafua injili. Unapata unaambia watu okoka, kwetu utakuja upewe unga. Hapa hatupeanangi unga by the way. Bwana asifiwe. Ati ukikuja kwetu utasomeshewa mtoto. Sasa haja yako ni kusomeshewa mtoto, ama ni huyo mtoto maisha yake yabarikiwe na yafaulu kesho? Bwana asifiwe. Hebu tufanye na tukae katika hekima hii ya Mungu. Tunaishi katika nyakati ambazo ni hatari. Tusipogundua, tusipojua, shetani ako kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na anatumia mbinu zote kuhakikisha ya kwamba tunaondoka katika mapenzi ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba katika Mathayo 6:21 ya kwamba mahali roho yako iko, hapo ndipo mali yako iko. Bwana Yesu asifiwe. Je, umeweka roho yako wapi? Umeweka maisha yako wapi? Mimi ningekuambia asubuhi ya leo, hakuna mahali pazuri pa kuweka moyo wako kama kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukiweka moyo wako katika mambo ambayo yako na uharibifu, hata maisha yako yataharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yakobo 3:17, Biblia inasema ya kwamba but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hekima ambayo inatoka kwa Mungu ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ambayo inatoka kwa Mungu ni safi, iko na nia safi. Tumesema ya kwamba kunazo matunda za Roho Mtakatifu ambazo zinahitajika kuzalika ndani yetu, ambazo zinahitajika kuonekana ndani yetu, na tukasema moja yazo ni upendo. Moja wazo ni kuwa na utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba wisdom inazaa mambo hayo. Kwa sababu ukiwa na hekima, hautasikilia mtu wivu, hautatakia mtu mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ati nikisimama hapa nikihudumu, unauliza naweza anguka saa ngapi? Ukiangalia mwenzako amebarikiwa, unasema ya kwamba huyu hata si Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hautabarikiwa ni kwa sababu unatakia mwenzako mabaya. Kama unataka kubarikiwa, hata wewe lazima uwe na moyo msafi. Maandiko inasema ya kwamba katika Mathayo 5, the Beatitudes, ama Yesu akifunza pale mlimani, ya kwamba blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bwana asifiwe sana. Walio na moyo msafi watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Methali 9:10, Biblia inasema ya kwamba the fear of God is the beginning of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha kumwogopa Mungu ni nini? Ni hekima. Hauwezi ukamheshimu huyu Mungu ambaye hauoni, na wewe hauheshimu wale ambao unawaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hekima huja na njia nyingi sana. Ni wewe tu utaamua utaitumia kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma hizo vipawa ambazo Roho wa Bwana hupeana. Je, wewe kwa sababu ni mmoja wa hizo vipawa, ama wewe ni mmoja wa wale ambao wamekabidhiwa hizo vipawa, unazitumia namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kitabu cha Proverbs 11:2, Biblia inasema with humility comes wisdom. Kupitia unyenyekevu hekima hupatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wetu tumejawa na viburi. Wengine wetu tuka mtu mnyenyekevu. Hekima inataka mtu anashuka chini. Bwana asifiwe sana. Ukitukanwa usitukane.
Nikaambia wadada siku moja, siku ya ushirika, nikawaambia hata sisi wadada tunahitajika kuwa na unyenyekevu mwingi sana. Nikawaambia wadada, katika ploti sisi ndio tumepigwa na hili jambo la kutokuwa na unyenyekevu. Unishe wokovu wako, lakini kwa sababu wewe uko na ile inaitwa kiburi, unataka kuonyesha wengine, hata wewe huwezi ukasukuma, unaweza ukasukumana. Bwana Yesu asifiwe. Wisdom comes through humility. Bwana Yesu asifiwe. Ukitukanwa haustahili kujibu. Ukipigiwa mtungi yako teke ustahili kurudisha na teke nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Suleimani alipoomba lile jambo, hakujua kuna kitu kimemngoja mbele. Hakujua kuna mtihani umemngojea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya lile jambo ambalo aliomba mbele za Bwana, likamfurahisha sana Mungu, na akamwambia, nimekupatia kama jinsi ulivyoomba. Akapewa hekima. Bwana asifiwe sana. Tumeomba, tumefunzwa kutokuwa na madeni. Umeambia Mungu nini? Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana amesema amevunja boundaries. Kuna kile kitu alikuwa anaona hawezi fanya kabla hajafanya hivyo, na sasa ameona imefika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunguanishe na mambo ambayo hayawezi yakatusaidia. Suleimani akapewa hekima. Hii hekima inakuja kutumika sasa. Aliomba akifikiria ni ya kuongoza watu wengi, akifikiria itasaidia watu wengine. Lakini kidogo hapo katika hiyo hadithi, Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia amefurahishwa. Ni kwa sababu hakuomba pesa, hakuomba kwa sababu ya maisha yake. Ameomba jambo lililokuwa la maana sana. Katika mstari wa 16, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Ushike vizuri. Hawa ni watu wawili wanakaa mahali pamoja. Na Biblia inaanza kusema ya kwamba si watu wazuri sana. Bwana asifiwe. Tabia zao kidogo si nzuri kwa sababu ya jina yao. Biblia inawaita makahaba. Bwana asifiwe. Hawa watu walikuwa naishi katika nyumba moja. Hawa watu ni kumaanisha walikuwa na ushirika, walifanya mambo pamoja. Na kwa bahati nzuri ama mbaya, wote wakawa ni wajawazito na wakazaa watoto. Na walipozaa watoto, wakawa na shida ambayo tutaisikia pale. Biblia inasema ya kwamba ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu mmoja alipojifungua, mwenzake akafanya nini? Akafuata. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi chumbani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa watu wawili ndio waliojua siri zilizokuwa katika ile nyumba. Wao ndio walikuwa kijua zile biashara wanafanya wangapi? Wawili. Isipokuwa sisi wawili tu. Tuendelee. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Mmoja ambaye ni huyu ako na kiherehere, walimuendea. In fact wale wajeshika, nimewambia Suleiman aliomba hekima. Tuko pamoja? Hakujua kilichokuwa mbele yao. Na kukatokea kesi ambayo tunazungumza katika mstari wa 16. Pakawa na wadada wawili wakawa wamejifungua watoto, na mmoja wao akalalia mtoto wake usiku. Huyo ni careless woman, of course. Ni kweli. Unaweza lalaje ulalie mtoto mpaka akufe? Akafa. Na kwa sababu huyu mwingine, na kwa conclusion yangu nikawa lilalia kitanda moja. Si ni kweli? Kwa sababu ukisikiza hii hadithi ama ukisoma hii hadithi, huyu mmoja alipolalia wake akafa, aliamuka usiku akavizia huyu mwingine, akachukua, akareplace, akainterchange. Bwana asifiwe sana. Akachukua yule mwingine ambaye hakuwa amefariki, akamweka upande wake, na akachukua huyu wake ambaye alifariki akaikia yule. Na kwa sababu ya yule mwingine naye usingizi ilimubeba, hakujua kilichoendelea. Alipoamka asubuhi akakuta exchange imefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Tusilale kwa sababu shetani anafanyaga exchanges.
Alipofanya hivyo, hii ni hadithi ama hii ni kesi wamepeleka mbele ya mfalme Suleimani. Sasa wanamuelezea hadithi. Na maandiko inasema ya kwamba akaondoka kati, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini. Sasa na huyu mwingine pia ameongea. Akamweka kifuani pake. Na mtoto mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Si nimewambia the opposite. Na kesi ilipokuwa iko moto sana, na kupitia hekima ambayo Suleimani alipewa na Mungu, ile aliomba pale mwanzo, maandiko inasema ya kwamba aliposikiza zile hadithi mbili kutoka kwa hawa dada wawili, akajua sasa hii ndio ile siku ya kufanyisha hii kitu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hapo chini ya kwamba akaitisha upanga. Akasema kwa sababu nimesikiza hadithi kwa upande zote mbili, sasa niletewe upanga. Na akasema sasa kwa sababu hakuna mwenye anakubali mtoto ni wake na si wake, tukatanishe vipande viwili. Lakini kwa sababu mwenye mtoto alikuwa hapo na ukweli ulikuja kujulikana baadaye, akasema mtoto akatanishwe mara mbili, kila mtu aende na upande moja na yule upande mwingine. Yule mwenye mtoto kwa sababu ya uchungu wa mzazi, na yeye ndiye aliyekuwa na instinct zilikuwa zimeconnect na yule mtoto, akakataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hekima hapo ndio ilidhihirika. Suleiman akajua kumbe mwenye mtoto si huyu, ni huyu mwenye amekataa katwe. Si ni ukweli? Na hiyo hekima ikatumika vile ilivyostahilika. Na yule mtoto hakukatanishwa mara mbili, akarudishiwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, sisi hekima zetu tunazitumia kufanya nini? Tunazitumia kufinyilia wengine. Kama ni wewe ungeletewa hiyo kesi ungefanya nini? Ungesema wacha wote wapoteze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hekima ambayo Suleimani aliomba na akapewa na Mungu ilimfanya akafanya uamuzi uliokuwa bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima unaweza ukaipata aje? How can you get wisdom? One, you must be humble. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza unastahili ili upate hekima, lazima uwe mtu mnyenyekevu. Number 2, lazima uiombe. You must pray for wisdom. Number 3, trust God for wisdom. Uaminie Mungu nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu wengi wamepewa hekima lakini wameitumia visivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, usiegemee hekima yako. Do not lean on your own understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka hiyo katika Proverbs chapter 3 and verse 5. Na ya mwisho, jinsi ungetaka kupata hekima, you be sincere and a clean-hearted saint. Bwana asifiwe sana. Uwe Mkristo ambaye ana uaminifu. Mtu ambaye ni sincere, hufichi jambo. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme yaliyo mawazo yako. Usianze kwa sababu unatumiwa na Mungu, sasa unataka kuweka vitu zako ndani. Si tumesema blessed are the pure in heart. Bwana Yesu asifiwe sana. So those who will receive wisdom of God must be sincere and be clean in heart. Bwana Yesu asifiwe. Faida za hekima ni nini? Faida za hekima ni nini? 1, it allows us to make the right decision. Inatufanya kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na itakusaidia aje kufanya maamuzi mazuri? Mara mingi wakati tumesukumwa, wakati tumefikishwa kona, unakuanga na wakati wa haujui ufanye nini. Haujui umuendee nani. This is where the wisdom of God is required. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tulienda tukafunzwa tukaambiwa, you must now include the Holy Spirit to guide you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni uite Roho wa Mungu akusaidie kufanya maamuzi yaliyo na nini? Na hekima. Mdada ukikorofishana na mume, si kupanga nylon uende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuomba Mungu hekima. Nisijibu huyu mume ikazaa kile kisicho kizuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto akikusumbua, si kumnenea maneno yasiyo mazuri, si kumtupa nje. Hekima ni kunyamaza na kumwombea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamnenea maneno ya kumrudisha, unamnenea maneno ya kumpa tumaini na upendo, na yeye anaweza kurejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, inaleta ama hupeana kibali cha Mungu. When you have the wisdom of God, you have the favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na hekima ya Mungu, you attract favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hata akienda mahali watu wanatoka. Kuna mtu akiongea, anaongea maneno na hajui anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. It is through wisdom that you get favor. Bwana Yesu asifiwe. La tatu, inapeana amani ambayo inakuruhusu kuvalue kile kitu ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewaambia ya kwamba Bwana amewachilia mambo mengi katikati yetu. Bwana ameachilia baraka nyingi sana miongoni mwetu. Amewachilia vipawa tofauti miongoni mwetu, lakini wengine wetu tumeshindwa kuvitumia. Nimekwambia wakati ulipogundua wewe ni intercessor, ukaanza kutafuta nyumba za maombi. Ulipogundua ya kwamba unaweza ukaomba na jambo litendeke, ukaanza kuvuruta watu kwako nyumbani waombe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulitoka nje ya maneno kitambo sana. Wewe ni chombo mikononi mwa mfinyanzi. Si ukubali tu akutengeneze vile anavyotaka. Akikutumia wakati huo, si wewe kuchukua tena nafasi ya kwenda kwako kufanya the same. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kanisa zimeharibiwa na watu ambao wamebarikiwa na hizo vipawa. Na kwa sababu Mungu wetu ameachilia hizo baraka miongoni mwetu, ni jukumu letu kujua jinsi ya kuvilinda, how to preserve that treasure. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini hata kuaminia hizo baraka, uende ukawe wa kufinyilia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema ya kwamba it gives peace and helps to value what God has given you. Bwana Yesu asifiwe sana. Proverbs 9 verse 1. Wisdom, na ukumbuke pale tulisoma tukaambiwa ya kwamba wisdom anaambatanishwa na the female side. Bwana asifiwe sana. Anaitwa ha. Bwana Yesu asifiwe. Na akisema ha, wadada, wakati tuko na kongamano za wadada, we are always taught about the Proverbs 31. Si ndio? Zile tabia ambazo mwanamke anastahili kukuwa nazo ili ya kwamba nyumba yake ikasimame. Na maandiko inasema ya kwamba katika hiyo Proverbs 9 verse 1, ya kwamba wisdom is like a wise woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Wisdom is like a wise woman who builds her house. Hata Proverbs 14 speaks of the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kumaanisha ya kwamba hii hekima ambayo imefananishwa na mwanamke ambaye kwa mikono yake anajenga nyumba yake, na kwa mikono yake anaifanya nini? Anaibomoa. Na pia inaendelea kusema ya kwamba wisdom also are like good words coming from a mouth of a woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ni kama maneno mazuri yatokayo kinywani mwa nani? Mwa mwanamke ama mwadada. Ni kwa sababu mimi nikifikiria kwa nini ilifananishwa na mwanamke ama dada, wadada kuna maneno tunaweza tukatoa, itengeneze ama iharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ushaiona mdada akiwa amechemuka vizuri, akiwa amechemuka vizuri? Hakuna neno hawezi akakuita, hakuna maneno hawezi akakuambia. Ukirudi side nyingine, ushaiona mdada mpole, muokovu, mtakatifu wa Bwana, unampea mtoto. Si ni ukweli? Hata watu wenye wanaibaga watoto sana ni nani? Kwa sababu hakuna maneno mzuri. Si ni ukweli? Anakuambia, dada yangu usichoke juu ya mtoto, leta nikusaidie nikushikie kwa matatu, usipeane wako. Wacha nikusaidie. Dakika ya mwisho ukiamuka hakuna mtoto.
kwa sababu ako na maneno yanayojenga ama yafanye nini? Yaharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuna dada mwingine katika Biblia katika 1 Kings 25 ambaye anaitwa Abigail. Abigail kulitokea kesi fulani ya mume wake ambayo Biblia inasema alikuwa mume wake alikuwa nini? Thank you. Unajua ningesema mimi nimesema. Alikuwa na mume ambaye Biblia inasema alikuwa mpumbavu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya hekima ya huyu dada, aliokoa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akaongea na mfalme Daudi asimalize nyumba yake kwa sababu ya maneno ya kipumbavu ambayo Nabali alikuwa ameyazungumza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya hekima, Abigail akajipanga. Tumeambiwa pale juu, hekima ni kama maneno mazuri yanayotoka kinywani mwa mwanamke, sawa? Abigail akajipanga na akasikia habari zote zilizokuwa zimeenda, kwa sababu kulikuwa na jambo lilikuwa limeendelea kuhusu watumishi wa wale watu. Na Nabal aliongea vibaya sana. Na ile habari ilipofikia mfalme Daudi akakasirika. Na akasema sasa atamaliza hiyo nyumba ya kina Nabal yote. Sasa Abigail aliposikia hiyo maneno akajua, wewe, mimi ndio ninajua hii kumbafu yangu, lazima nipambane na hii punishment isitupate. Bwana Yesu asifiwe. Akajipanga na akaenda akakutana na mfalme. Hata hakungoja afike. Biblia inasema ya kwamba wakakutana na yeye. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri tutumie ile hekima Mungu ametupea, tuokoe nyumba zetu wa dada. Bwana asifiwe sana. Usione watoto wako wanapotea, unasema huyu hata anafanana akina nani, wacha aende. Bwana asifiwe sana. Huyu hata amenishinda sasa, wacha aende kwenye ataenda, akichoka atarudi. Hapana, lazima tutumie hekima ambayo Mungu ametupatia. Na Abigaili alipoona lile jambo, alienda na akamsihi Daudi ambaye alikuwa mfalme. Na kwa sababu ya ile heshima Abigaili alionyesha na unyenyekevu mbele ya mfalme, akaokoa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri tujue ni wakati gani wa kutumia hekima ambazo Bwana ametupatia. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, hii hekima ambayo hata Abigail alikuwa nayo ilifanya uhusiano ule mubaya ulikuwa uingie katikati ya hii familia ya kina Nabal na ya Daudi, ikakuwa uhusiano mzuri. Daudi akasema haisuru, kwa sababu ya dada mambo imeisha. Bwana Yesu asifiwe. So hekima pia inakusaidia watumishi wa Bwana kusimamia huduma vile inavyostahili. Haufanyi ubaguzi, haufanyi kutenga vikundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanyenyekea ukiwa mtumishi ambaye yuko tayari kutumika na Bwana. Hautenganishi watu kwa sababu ya viwango vyao. Unawatumikia kwa sababu wewe ni mtumishi ambaye Bwana amechagua. So inatusaidia hata kukuza huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo lingine, inafanya uappreciate gifts ambazo ziko katikati ya watu. Bwana akitumia mmoja wetu, unasema na jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na pia inatusaidia, it helps to open and it will open and help receive the much awaited kingdom treasures. Bwana asifiwe sana. Hizi treasures ama hizi kingdom treasures ama ku access the kingdom treasures. Kingdom treasures. Suleimani hakuomba good life. Ukisoma hiyo ka story hapo, Bwana anamwambia amependezwa naye kwa sababu hakuomba mali ya udhalimu, aliomba hekima. Bwana asifiwe sana. Na nimekuambia gari na nyumba ziko kwa wale ambao watakubali kwanza kutumikiwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukubali mambo yako iondoke, ya Mungu ikae. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo itatusaidia kupokea kile ambacho Mungu ameweka kwa sababu yetu. Utashangaa sana kutoka leo
kile kitu umekuwa ukiomba ukikipokea. Utashangaa sana ukigundua kile kitu ambacho umekuwa ukiona kama hauna, unatembeanga nacho. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Neno la Mungu linatumika kutufungua, kutuonyesha na kutuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Neno katika Psalms 32 and verse 8, the Bible says, atakufundisha na kukuonyesha njia utakazoziendea. Kwa hivyo Bwana akipeana hekima, anakufunza jinsi ya kuitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana hapeani kitu na anakosa kukuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni jukumu lako ukubali kufundishwa na kuonyeshwa. Bwana asifiwe. Hekima si nini? What wisdom is not. What wisdom is not. Hekima si kiburi. Kiburi haiambatani na nini? Na hekima. So lazima uweke pride chini. Ukitaka Bwana akutumikie, ukitaka hizi baraka za Mungu uzikufanikishe, zikubebe, lazima kiburi uweke wapi? Chini. Ukitaka kwenda mataifa, kwa sababu tutaenda, lazima kiburi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo pa kiburi ninajua hapo pa kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunyenyekee, Bwana atutumie. Bwana asifiwe sana. Wisdom ama hekima si kufinyilia wengine. Wisdom is not oppression. Unafanya wengine wafungwa ama inakufanya mfungwa. Hiyo si hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maamuzi unahitaji kufanya, lakini pengine inakupress ama ukiifanya inafinyilia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Oi. Wisdom si wivu, it's not greed ama tamaa. Si ndio? Wisdom is not greed. Na kwa sababu tutafunguliwa njia za kimataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utafunguliwa uende hiyo njia nyingine. Je, utakuwa mtu mlafi? Utakuwa mtu wa tamaa? Ukitaka kutumiwa na Mungu, usikuwe mtu mwenye tamaa. Kwa sababu Mungu, kwa hivyo lazima tuwe wanyenyekevu na tusiwe watu wenye tamaa. Solomon hakuuliza vitu za dunia, aliuliza hekima aweze kuongoza hawa watu wengi. In fact asemi hawa watu wengi, na akasema ili aweze kupambanua vizuri na vibaya, ama right from wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia, hekima inataka mtu mkarimu anakunjua mkono, si ndio? Hii kazi ya Mungu, ukiuliza watumishi wenye wamekaa hapa, baba yetu akiwa witness, kazi ya Mungu ina gharama nyingi sana. Inakutoa kwingi, inakujitolea kwingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewachilia vipawa, amewachilia baraka juu yetu, amewachilia kila kitu ambacho tunahitaji ama kile kitu wewe unahitaji. Je, uko tayari kupokea? Uko tayari kudiscover those hidden treasures? Na nimekwambia si rahisi, inataka mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tukue watu ambao mikono yao ni wazi na mioyo yao ni wazi kupokea kile Bwana amewachilia juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Nimalizie kwa kusema, kama vile nimesema in the book of Psalms 32 and verse 8, that atatufundisha na atatuonyesha njia ambazo tutakazoziendea. Can we allow God to teach us? Tunaweza ruhusu Mungu tu akutumie. Unaweza ruhusu tu Mungu akunyenyekeze. Unaweza ruhusu tu Mungu akutumie jinsi ulivyo. Kumbuka ya kwamba wewe si mzuri sana, Mungu amechukua nafasi ya kutumie. Wewe si mzuri sana, Mungu amechukua hiyo nafasi kukubariki na hizo baraka ambazo amekupea. Si uchuambie tu Mungu akupee tu nafasi, akusaidie, afungue moyo wako, uwe mnyenyekevu, uwe mtu ambaye anasikia, uwe wazi kwa sababu ya Mungu, ili ya kwamba atakapoachilia
aachilie baraka zake, ili wakati Roho Mtakatifu atakuwa akifanya kazi ndani yako, apate moyo ulio msafi, apate moyo ambao hauna wivu, apate moyo ambao uko tayari kumtumikia Mungu under whatever circumstances. Kumbuka ya kwamba tunabarikiwa, tunapata, lakini kwa sababu ya kukosa hekima tunapotezwa na hizo vitu. Hizo vitu zinatuponyoka. Wengine nimewaambia tumepewa vipawa, unazitumia vibaya. Ulipewa uwe baraka katika nyumba ya Mungu, lakini umeifanya biashara kule nje. Wewe unataka ya kwamba uombee watu manyumbani, wewe unataka utabirie watu vibaya, wewe unataka watu waone vibaya. Mpendwa, hiyo sio mapenzi ya Mungu wakati anaachilia baraka zake. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba uenende katika njia zake. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba hiyo ndoa yako isimame. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba hao watoto wako waokolewe. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba hiyo biashara yako isimame. Lakini kwa sababu tumeingiza ujanja, lakini kwa sababu tumetafuta hekima zetu, Roho wa Bwana akaondoka, akaamua ujipeleke, akaamua ujiende na njia utakazo. Sasa umefika mwisho, unasema hakuna Mungu. Mpendwa, Mungu yuko. Bwana alikubariki ukashindwa kusimamia. Bwana alikubariki ukashindwa kutumia. Bwana ameweka mikono wazi kwa sababu yako. Maisha yako umempatia nani? Maisha yako umemwaminia nani? Kumbuka ya kwamba tunaishi katika siku na nyakati zilizo hatari, ambazo adui amefungua mikono akitafuta ili aweze kutushika. Adui anatamani tuondoke katika njia za Mungu. Bwana, mpendwa, mwambie Bwana akusaidie. Mpendwa, mwambie Bwana akusaidie. Akusaidie kujua ya kwamba kile kitu amekupa ni cha dhamana katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba Suleimani hakuomba mali ya dunia. Ni kwa sababu kuna wakati unafika unaziwacha. Kuna wakati unafika zinashindwa kukusaidia. Lakini hekima ya Bwana ukiwa nayo, mpendwa, utaweza kufika viwango zile haukutarajia. Hekima ya Bwana ikiwa ndani yako, utaweza kufanya maamuzi yaliyo mema. Utaweza kuokoa jamii yako. Wewe ambaye Bwana amekuokoa, alikusudia ya kwamba usimamishe hiyo jamii. Alikusudia ya kwamba uombe huyo mume. Alikusudia ya kwamba uombe huyo mke, ili ya kwamba akaweza kubadilika. Alikuaminia hawa watoto uwasaidie. Alikuaminia hiyo biashara. Wewe ni jukumu lako kusimama katika nafasi yako, katika jina la Yesu. Bwana, tunahitaji hekima yako. Bwana, tunahitaji hekima yako Bwana. Bwana, tunaomba kunyenyekea uongezeke katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba dhuhuri ya leo ya kwamba kibali chako juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tusionekane wakati unatuinua, wakati unatubariki Bwana. Tusionekane mbali uonekane Mungu, katika jina la Yesu. Maneno ya kinywa yetu kichetu Bwana, ninaomba ya kwamba yawe ya kujenga ndoa, yawe ya kujenga wengine Bwana, katika jina la Yesu. Ninajiombea hekima yako Bwana, ninajiombea hekima yako Bwana, katika jina la Yesu. Kinywa changu kitoke maneno yaliyo na hekima, moyo wangu Bwana utoke maneno yaliyo na hekima, yasibomoe mbali yajenge Bwana, katika jina la Yesu. Ninakuomba jioni ya leo Bwana, niwe mfano mzuri hata kwa wanaonitazama Bwana. Ninaomba Bwana wa majeshi, wacha neno lako lidhihirike maishani mwangu, tabia zangu zidhihirike maishani mwangu Bwana, ya kwamba nina Yesu ndani yangu, katika jina la Yesu. Nikitembea uonekane, nikizungumza uonekane, katika jina la Yesu. Tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Bwana. Umetubarikia, umewachilia neema juu yetu na tukashindwa kuzijua. Umetuachilia vipawa tukashindwa kuvilinda. Bwana, tunaomba mchana wa leo katika jina la Yesu, utupe hata kipawa cha discernment of spirit Bwana, katika jina la Yesu.
Ninakuinua Bwana kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe ambaye hauchoki wakati wana wako wanakuita Bwana. Umetufanya wana nawe ukawa Baba Mfalme. Hata wakati mwana mpotevu aligawiwa mali yake, alidhani yote iko sawa, na akaona ni vizuri akaenda kuharibu na marafiki. Bwana, umetupa mali tukaharibu na vikundi visivyostahili. Umetupa mali tukashindwa kuvitumia Bwana. Mwana mpotevu alipomaliza, akamaliza mali yake, akaenda akawa mtumwa, ijapokuwa baba yake alikuwa mwenye mali. Mwana mpotevu akafanyika mtumwa, akafanya kazi zilizokuwa chafu, akafanya mambo ambayo hata yalisababisha maisha yake kuchafuliwa. Alilala nje kwa sababu ya tabia zake. Alikosa chakula kwa sababu aliharibu mali yake na marafiki. Oh Bwana, tukumbuke tuliharibu ulichotupatia. Oh Bwana, utuhurumie, tulikosa kudhamini ulichotupatia. Tunaomba utukumbuke Bwana, katika jina la Yesu. Tunarejea kwako kama mwana mpotevu, tukiwa tumenyenyekea katika jina la Yesu. Utupokee tena katika jina la Yesu. Utupokee tena na utuoshe. Zetu hazikukuwa sawa. Tumejua marafiki wetu walitupoteza. Tumejua marafiki zetu walituondoa katika mapenzi yako. Bwana, utukumbuke na uturehemu katika jina la Yesu. Mpendwa, kama yule mwanamke aliyemwendea kadhi, si uambie Bwana tayari kupokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Si umwambie Bwana tayari kupokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Si umwambie Bwana ni kwa sababu Yakobo akamwambia malaika, sitakuacha mpaka unibariki. Kwa nini unaachilia nafasi hii iende? Kwa nini unaachilia wakati huu kupite? Kwa nini unaachilia wakati huu kupite? Si umwambie Bwana uko tayari. Si umwambie Bwana umesikia. Si umwambie Bwana umetubu kila aina ya dhambi. Hizo nyumba umekuwa ukiingia umeondoka. Hayo madhara umekuwa nayo, mwambie Bwana umewacha. Ambie Bwana wivu umewacha katika jina la Yesu. Bwana, nimewacha kiburi, unitumie. Bwana, nimewacha wivu, unitumie katika jina la Yesu, na baraka zako katika jina la Yesu. Ninakuinua Bwana, ninakuheshimu Mfalme wa majeshi. Tunakupenda Bwana katika jina la Yesu.